The same story, new chapter. Tunapokutanisha mawazo ya watu, tunapoangalia yale yanayowakumba wao, kwani sisi hatujui ila ulimwengu wao unazungumza kitofauti. Najua wewe ni shujaa, najua wewe ni mpambanaji unayetaka vitu vya kutofauti kwenye jamii yako. Yapo yanayokufanya ufikirie sana zaidi na vile ambavyo ulivyo. Hii leo kwenye new story, the same chapter, wewe ni shujaa wetu. Unasikiliza 98.7 Banana FM na niko hapa kwa kusogezea simulizi ya ndugu yetu Jennifer. Simulizi ya mpendwa wetu Jennifer ambayo yupo na mengi. Ana mengi sana ambayo anataka kutuambia na yako mengi ambayo tayari ameshatusogezea. Bado tuendelea kufahamu hatima ya Jennifer ni ipi. Nini mwisho wa maisha yake haya ambayo yanatokea? Itakuwaje mwisho wake? Jennifer anaendelea kutuambia, na kwa uchache sana nikumbushie kwa wiki iliyopita kwamba ya kuweza kusikiliza labda Ijumaa kwamba Jennifer ni mjamzito, lakini Tony amepata kazi na alimwambia kabisa kwamba amepata kazi, akamnunua na zawadi, akamtoa na dina, wakaenda kutembea, kula chakula cha usiku, akiwa wanafurahia kwamba amepata rasmi kazi, alafu kazi ya halali na kazi ambayo pia ni anakuwa ameajiriwa, yani inaweza ikamuingizia kipato kizuri tu ambacho atatunza familia na ataweza kusukuma maisha yao. Lakini jana anasema ile siku ambayo tumerudi tukiwa tumetoka out kufurahia Tony kupata kazi, ndio siku ambayo tulikuta mapolisi nje. Jana anasema polisi walimchukua Tony, na hivyo Jennifer aliumwa, akafanyaje? Anapoenda polisi kuangalia ili kufuatilia ajue mume wake itakuwaje, maana tayari ni mume wake anaishi naye, vile tu hawajafunga ndoa, anaishi naye na ni mjamzito na mimba yake. Jennifer anasema nilipofika hata sijafika ndani kwenda kuzungumza nijue vipi. Anasema alikutana na Felix mlangoni. Alimuona Felix kwa mbali. Anasema alianza kumuona kwa mbali, alafu akaona kama amemfananisha, kama vile ameisi, lakini anasema alimuona na alijua kabisa Felix ndo ambaye anahusika na yote haya. Jennifer anasema nilikumbuka ile kauli yake ya siku zile alivyoniambia kwamba halijaishia hapa, lakini alituacha kwa kipindi kidogo, alituacha. Nilijua kwamba ameshaisha, mimi na yeye tumeshamalizana. Lakini Jennifer anasema Felix alinifuata kuniambia kwamba hapa hili halijaishia hapa. Jennifer anasema nilifuata kwa hasira sana alipokuwa amesimama. Nikamuuliza kumbe ni wewe? Nikamwambia hivi, utaacha lini kuwa na roho mbaya? Utaacha lini kuendelea kunifuatilia katika maisha yangu? Nimeshajiweka mbali na wewe. Tony ameshajiweka mbali na wewe. Tumejiweka kabisa mbali na nyinyi. Lakini mbona hamchoki kuendelea kutufuatilia? Jana anasema niliongea maneno mengi ya hasira nikiwa namuuliza kwa nini unaendelea kunifuatilia na nini na nini. Jana anasema niliongea, lakini alichokifanya Felix ni kwamba alicheka kwa dharau na akaniambia kwamba nitaacha kukufuatilia nitakapo hakikisha kwamba huyu mwalifu wako anatumikia kifungo gerezani, ndipo nitaacha kukufuatilia. Nikamwambia Felix, unataka nini? Yani kitu gani ambacho wewe kitakufanya nitafanya kikupe furaha ili uachane na maisha yetu, ili uniache nikae peke yangu, niache nikae na mtu ambaye nimeamua kuwa naye kwenye mahusiano? Akaniambia, Jenny, umesahau nilikuhakikishia na nikakuahidi kwamba nitakufanya ujute kwa sababu ya kuniacha. Kwa hiyo ndo nimeanza kufanya ujute. Nikamwambia Felix, kwa hiyo ndo umemsingizia Tony kitu gani haswa? Yani umemsingizia nini ili basi huo moyo wako riziki? Kwa hiyo mama kumfunga
ndio utaridhika. Ukiona mtu anatumia kifungo jela bila sababu, umemsingizia uongo na nini. Jana anasema niliongea, kaniambia kwamba usijifanye ujui, ulikuwa unaishi na jambazi, sijamsingizia chochote. Huyo mwanaume wako ni tapeli, ni jambazi aliyezoea, yani ni jambazi mkubwa, na amekamatwa kwa sababu ya makosa yake, na safari hii huwezi kumwokoa. Ushahidi upo wa kutosha kabisa. Jina anasema maneno yake yalizidi kunichanganya. Nikamwacha pale, nikaingia ndani sasa kituoni ndani. Anasema nilimkuta askari mmoja kwenye dawati la mapokezi. Nikauliza kuhusiana na Anton. Akaniambia kwamba anatuhumiwa kwa tuhuma za wizi wa kimtandao. Jina anasema nikakimbilia kuuliza, wizi wa kimtandao kivipi? Yani anatuhumiwa kwa kosa la kimtandao kivipi? Yani mtandao, ameiba nini kwenye mtandao? Jennifer anasema niliambiwa kwamba Tony anatumiwa kwa kosa la kuhaki mfumo wa benki, ambapo ameuhack na akawa anakata kila shilingi 100 kwa kila mtumiaji wa benki ile. Kwa hiyo na watumiaji zaidi ya 500 ambao walikuwa wanatumia zaidi ya 500, kwa alikuwa anakata shilingi 100 kila siku. Na anasema ile askari akaniambia kwamba ushahidi upo kwenye kompyuta yake mwenyewe aliyokuwa anaitumia kufanyia wizi huo. Jana anasema ndipo nikaanza kuelewa kwa nini siku ile alipoibiwa laptop yake alivurugika kiakili sana. Alivurugika mno, yani alipoibiwa ile kompyuta yake alipata stress sana. Jana anasema nilishindwa hata kujua nini cha kufanya, nikahisi tu ili kweli laweza likawa kosa la Tony. Anaweza akawa ilifanya Tony kweli. Anasema nilimuomba yule askari kwa moyo wote, nilimuomba mno aniruhusu nimuone. Anasema mwanzoni alikataa katu. Alikataa kabisa. Alikataa nimuone. Nilimbembeleza, nikamwambia basi fanya kwa ajili ya hicho kiumbe ambacho niko nacho tumboni, naomba nikamuone. Jana anasema alikataa. Nilitoka kama nimekata tamaa kutokumuona. Lakini Jennifer anasema ukitaka kujua Felix ndo alikuwa na madaraka pale, alikuwa ana sauti pale, aliongea naye tu mara moja. Yani kama alimpa go ahead kwamba mruhusu. Yeye ndo ambaye alitakiwa kutoa go ahead. Yeye anasema ndo baadaye ndo askari aliniruhusu. Yeye anasema ni ingekuwa sio Tony, ingekuwa ni mtu mwingine tu baki ningesusani ili kumuonesha Tony kwamba na mimi jeuri ninayo. Lakini Jana anasema nataka kwenda kumuona. Natamani kwenda kumuona. Jana anasema nilipelekwa kwenda kumuona. Anasema nilimkuta akiwa amejikunyata kwenye kona ya chumba cha mahabusu, na nikamuita Tony. Anasema aliposikia sauti yangu alinyanyuka haraka akaja karibu na akataka kuzungumza na mimi, lakini nyuma ya nondo ndio ambapo tunazungumza. Jina anasema nilimwangalia kwa nikakosa cha kuzungumza, na akaniuliza kwamba upo sawa. Nikamwambia naanzaje kuwa sawa mimi? Unatuacha, nani atatusaidia? Tutaishije sisi? Nilikwambia, lakini nilikuomba sana uachane na haya mambo. Nilikuomba mno Tony. Nilikuomba kwa kila namna. Kila siku nilikuwa nakwambia, mpaka wakati mwingine nilikuwa nanikasirikia. Achana na mambo ya wizi, ya utapeli. Lakini ona sasa tuko wapi? Upo jela na utahukumiwa. Sijui utakaa huko ndani kwa miaka mingapi. Na sijui mtoto mimi nitamleaje. Sijui mimba nitajifungua vipi, sifahamu. Jennifer anasema wakati ule nilimuona na Tony analia, akaniambia ni faa wangu. Najua ni ngumu sana kuniamini kwa sasa hivi, lakini tafadhali fahamu nilijitahidi sana. Niliacha kabisa baada ya kukutana na wewe. Niliacha hayo mambo. Niliacha baada ya mimi na wewe kurudiana rasmi. Niliacha kabisa kufanya hizo kazi. Lakini ushahidi ambao walionao ni wa zamani. Siku hizi nimekuwa nikijishughulisha na kazi halali tu Nifa. Lakini sasa nitafungwa kwa makosa yangu ya zamani. Ni kweli nishai kufanya hivyo, lakini ni zamani, kabla sijawa na wewe kwenye mahusiano. Ni zamani, kwa nitaenda kuhukumiwa kwa makosa yangu ya zamani. Jana nasema nililia sana. Nikimwangalia
na nikamwambia kwamba mimi sio ngumu kukuamini na kuamini sana tu, na kuamini nitaendelea kupambana kwa ajili yako. Kama itabidi nitapigana na dunia nzima ili utoke. Tafadhali usikate tamaa, huwezi kufunga humu ndani. Usisahau kwamba mimi nakupenda sana. Siwezi kukaa uraiani bila wewe. Siwezi kabisa. Nitafanya kila namna, lakini mwanasheria wako pia nampigia simu hapatikani. Simpati kwenye simu. Sijui ni kipi ambacho nitafanya, lakini najua kabisa nitapambana kivyovyote ili hali wewe utoke humu ndani. Ulipata kazi, ukafanye kazi, tulee mtoto wetu, tutimize yale yote ambayo tulikuwa tunatamani kuyatimiza, na kuomba sana. Jina anasema nilipotoka pale ambapo niliambiwa muda wangu umeisha, nikuja kutolewa. Jina anasema kichwa kilikuwa kinaniuma sana. Hasira, chuki, maumivu, huzuni zilikuwa zimenivaa. Jina anasema nilipotoka nje bado nilimuona Felix. Jina anasema nilimfuata Felix, nikaanza kumpiga kwa nguvu, ngumi, makofi kwa hasira, nikiwa nalia. Jina anasema nina maumivu ya hali ya juu, nikijua kweli ushahidi upo. Tony atabaki kugerezani maisha yake yote, au ataka kwa muda mrefu. Jina anasema nilikuwa nampiga Felix amesimama tu ananiangalia. Nikamuuliza kwa nini unanifanyia hivi? Wewe ni shetani. Na najua ulituma watu wamuibie laptop yake ili uchunguze mambo yake. Ni wewe ni mtu mbaya sana Felix. Kwa hiyo umepanga kuniumiza namna hii. Umepanga kufanya kila kitu kwa ajili yako, kwa ubinafsi wako. Unionee hata huruma. Kama umeshindwa unataka kulipiza kisasi, unataka kunilipizia kisasi mimi, nisubiri basi hata nijifungue. Sasa hivi siko peke yangu. Subiri hata basi nijifungue. Usimuumize mtoto wangu. Usimweke mtoto wangu mbali na baba yake. Usimfanye asiwe hata kumtia machoni. Hata siku ambayo anakuja duniani asimtie machoni, asimuone. Jina anasema nilikuwa naongea tu kama mwenyewe, kama moyo. Na anasema Tony alinijibu kwa utulivu sana. Akaniambia kwamba umesahau kwamba wewe ndio umenifanya mimi leo niwe hivi. Umesahau? Nikamwambia unataka nini Felix? Unataka nifanye nini? Akaniambia kuna chochote. Nilichokitaka tayari nimekipata. Huyo jamaa yako ataozea jela, ataozea gerezani, niamini mimi. Jina anasema niliposikia vile niliamini kabisa hilo linaweza likatokea, maana Felix amedhamiria. Jina anasema kuna kitu kikaniambia tena kuwa mpole. Kuwa mpole, jinyenyekeshe, kama anavyotaka kunyenyekewa basi mnyenyekee. Jina anasema nilimpigia Tony magoti, usiamini. Sikutaka kujua na nini niangalia na naye ananiona. Nilimpigia magoti na kumshika miguuni kamaomba sana. Nikamwambia Felix, kama shida yako ni mimi, niambie nifanye nini ili umwachilie Tony. Ili umwache Tony huru. Niko tayari kufanya chochote. Niambie, nitakuwa mtumwa wako. Nimekubali. Kama unataka tufanye chochote, kama unataka chochote kile kutoka kwangu, basi naomba uzungumza na mimi. Niambie, lakini umwache Tony huru. Kama unataka tufunge ndoa, niko tayari. Jina anasema baada ya kusema unataka tufunge ndoa, Felix alicheka sana. Jina anasema mimi mwenyewe nilijicheka. Yaani siku ya sema baada ya mambo yote kupita, ikauli kuna siku nikikuta najicheka. Hivi nitafungaje ndoa? Atafungaje ndoa na mimi? Kati mimi ni mjamzito, nimeshaachana naye, naishi na mwanaume mwingine, alafu eti tufunge ndoa. Sasa mimi mwenyewe nilikuja kujicheka baadaye, lakini anasema Felix kwa wakati ule alicheka sana. Anasema kicheko chake kilikuwa kama kawaida cha dharau, ni kama mtu asiyejali, mtu asiye na huruma. Na akaniambia kwamba anachekesha sana. Anasema unaona mimi ni mjinga kiasi hicho nifunge ndoa na mwanamke kama wewe, malaya, kahaba, na yani tena mwanamke ambaye tayari una mimba. Hivi mimi nitakuwa ni kichaa? Mimi nitakuwa hata kichaa atanishangaa. Kuna wanawake wengi wazuri, wenye heshima, wenye adabu, wanaojua kujithamini, wanaojiheshimu, lakini sio wewe. Na anasema na kwa taarifa yako nitaoa hivi karibuni, na kama utapenda nitakupa na kadi ya mwaliko. Unakaribishwa sana na sitamani ukose hii harusi. Na kuhusu huyo jambazi wako, siwezi kukusaidia kwa lolote. Labda nikusaidie lifti hadi kwenu, maana pale mlipokuwa mnaishi huwezi kumudu bila jambazi wako.
huwezi kulipa kodi, huwezi kufanya chochote. Hivyo basi labda nikupe lifti usogee urejee nyumbani kwenu. Jina anasema tu nilikuwa anaongea kwa dharau sana. Kwa dharau sana. Sema baada hapo alichukua miwani yake akaivaa, yani ananionyesha dharau ile amenivaa nilivyokuwa nimemshika, akajifuta, yani kama vile nilikuwa namchafua. Jana anasema yani alionyesha dharau ya kutosha, afu sikuwa na cha kufanya vile vile. Anasema akajipukuta nilipokuwa nimemshika magoti, anapukuta suruali kwamba vumbi sio mimi ndio nimemchafua, sio nimefanyaje Mungu wangu. Lakini jana anasema aligeuka na kuondoka kuniacha mimi nimepiga magoti pale. Yani niliishiwa nguvu ya kusimama. Lakini jana anasema kabla hajaondoka kabisa aligeuka tena akaniambia kwamba na kama tumemalizana nadhani naweza kukuunganisha na rafiki zangu wakihitaji huduma yako, kwa sababu una huduma nzuri sana, unaweza ukawasaidia kwa mengi na watakulipa. So unapenda kulipwa, unapenda pesa, watakulipa. Jana anasema nilishikwa na hasira kusikia kauli hiyo, ni kwamba ananiona mimi ni malaya kiasi hicho. Sawa nimemkosea, lakini sidhani kama anahitaji kuadhibiwa kiasi hicho. Jana anasema ile kauli ya kuniambia kwamba anaweza kuniunganisha na rafiki zake wakuhitaji huduma yangu afu nilipe, mimi ni mjamzito afu ananiambia maneno kama hayo. Jana anasema niliumia, nikamwambia Felix wewe ni shetani, toka, ondoka mbele ya macho yangu na ulaaniwe maisha yako yote. Jana anasema hata nilivyokuwa namfokea wala haikuwa inamtisha, akana nijibu kwa utaratibu tu, akaniambia kwamba najaribu tu kukusaidia, najua ufanye chochote na huna biashara yote unayofanya, kwa hiyo huwezi kufanya chochote bila kulipwa. Nitahakikisha wanakuzingatia vizuri, wanakulipa vizuri. Jina anasema aliondoka huku mimi nikiwa nimeanguka chini nikilia kwa uchungu bila hata aibu. Felix alifanikiwa kulipa kisasi chake, lakini aliniumiza sana. Na Jennifer anasema kilichoniumiza zaidi ni kwamba sasa alikuwa anaenda kuoa. Sijui anaenda kumwoa nani, lakini amehakikisha amelipiza kisasi chake alafu ndo anaenda kuoa. Jina anasema taratibu nilijitahidi kuinuka pale chini nilipokuwa nimekaa. Haikuwa rahisi, mimba ni ishaanza kuwa kubwa niko nayo. Niliinuka taratibu pale chini nilipokuwa nimekaa na kutafuta usafiri kurejea nyumbani. Jina anasema kila mahali nilipokuwa nikipatazama nilimkumbuka Anton. Nyakati nzuri, nyakati mbaya zilinijia akilini kama sinema ya maumivu. Anasema kila nikigeuka, nikiangalia kile chumba kinanikumbusha tu, kinanifanya nakumbuka nyakati zote nilizokuwa na Tony wangu. Sasa najua ataenda kutumikia kifungo, sijui ni cha miaka mingapi, miaka 20, 15, miaka 10, 30. Nilikuwa naishi naye kwa heshima sana, na alikuwa akinipenda sana, na alikuwa akinizingatia sana, hasa nikiwa mjamzito. Toka amejua mimi ni mjamzito tokea mimba ikiwa sijui na miezi 3 ni ngapi. Kwa Jina anasema alimtuma mwanamba alikuwa anakaa naye aje wa kike, aje alale kwangu, wakihofia kwamba naweza nikajidhuru au hali yangu ikabadilika tu ghafla usiku nikashindwa kujipatia msaada. Jana anasema mwanae alikuja nikakaa naye usiku mzima. Anasema alinibembeleza kweli hadi akachoka, akapitwa na usingizi. Itakuwaje? Tony atahukumiwa, maana makosa ni kweli ni yake, aliwahi kufanya, japo ni zamani lakini aliwahi kufanya. Kumbe Felix kweli ndo alituma watu wamwibie Tony ili basi aweze kukamilisha ushahidi wake. Kwenye ile laptop alifanikiwa kukamilisha kila kitu. Ushahidi wa Tony alikuwa ameufanya, walifu wote Tony alikuwa ameufanya. Kafanya wizi wa kimtandao. Itakuwaje? Nini ambacho kitatokea? Basi endelea kusikiliza 98.7. Kesho na yenyewe siku. Niwatakie jioni njema. Mimi naitwa Madam T. Nikutakie jioni njema tena.